tukitafuta Mungu wetu amani ipitayo kujua kwa mwanadamu. Tuko hapa Mungu wetu kwa sababu katika midomo ya wazazi wa Boniface maneno yanaweza kuwa yamewaisha, lakini katika machozi yao kuna sauti Mungu wetu inayokufikia. Tumeweka mwili huu wa Boniface hapa kwa sababu ya kilio cha watoto ambao wanaingia mapema katika makaburi, kwa sababu ya wazazi ambao wakiangalia nafasi zilizoachwa na watoto wao ambao walikuwa destiny ya familia zao. Wengine walikuwa wamebeba hatima za familia zao. Sasa hatima za familia zao zimeingia giza kwa sababu ya mafuriko ya kifo. Tazama Mungu wetu, nchi yetu, umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Uhurumie nchi hii kwa sababu unaweza. Sisi hatuna bunduki za kupigana kama tumesimama, lakini tuna magoti mahali ambapo sisi hupigana vita vyetu. Angalia vijana ambao wamemwagika hapa kulilia damu ya mwenzao, so that Father you protect their destinies from thirsty hands of blood. Tazama wengine Mungu wetu ambao wamesimama hapa wanalilia haki yao kwa sababu wao ndio chakula, wao ndio mavazi, wao ndio chochote wazazi wao wanahitaji. We declare and decree that our nation shall not go down, our nation shall not fall down, in the name of Jesus Christ. Kile hakiwezi kufanyika na mikono yetu kinaweza fanyika kiroho. Mungu wetu, ikumbuke nchi ya Kenya. Tumeona wamama hapa, mothers of the victim, wakimwaga machozi kwa sababu nafasi za watoto wao walioaga zimewachwa pengo. Ninaomba Mungu wahurumie. Ninaomba Mungu wahurumie. Walidhani leo tutakuwa siku ya vurugu hapa, lakini we dedicate this day for you God, so that you can remember this nation, so that you can remember the pain upon this nation. Angalia machozi Mungu wetu ambayo yamemwagwa na mtu mmoja unayempenda, ili uhurumie nchi hii ya Kenya. Tunaomba Mungu ukomeshe upepo wa ukabila. Sisi wote ni watoto wa nchi moja na hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Nchi yetu ni hii, tulizaliwa hapa. Mungu wetu, sisi ni wa hapa, na wewe ndio ulitupatia jinsi ulipatia wana wa Israeli nchi yao. Tunaomba Mungu komeshe matamshi yanayochochea umwagikaji wa damu, wanaoinua sauti watoto wetu wauliwe. Mungu wakanye. Gayuro makania, gayuro makania, aria marakenera ruo mwathani ciana citu ikiuragwo. Jehova no twage uria tungika, no we makanie tu. Gayuro makania theinie wa ritwa ria Jesu. Woigire we ni utumaga thamaki menyihie, nyihia ya itumare ithuri kuma rucini nginya hwaini. Gayuro manyihia, no maririkanie we ni woheanaga muoyo, na muoyo ni waku Ngai wa matuini. Onera mwiri uyu wi haha kihoto, onera mwiri uyu mwathani wi haha kihoto, na angikorwo niguo rakuite kihoto gia ciana iria ingi cingioragwo, mwathani rugamia ruhuho rwa gikuo, mwathani rugamia ruhuho rwa gikuo. We declare that this generation shall not die, it shall live to build and bring on Kenya into success. We pray this prayer in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tusimame sote.
Amen. Amen. Tupige makofi mazuri. Walio na bendera tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Semeni, it shall be well with our nation. Asante sana. Mungu wetu awabariki. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu naona viongozi wetu wamefika. Amen. Viongozi wetu ambao wamefika wakiongozwa na gavana wetu wa jimbo hili la Murang'a. Ninaona hapa tuko na seneta wa hapa kaunti hii Mheshimiwa Nyuto. Naona tuko na deputy governor wa hapa. Ninaona tuko na viongozi wengi hapa, nitawataja wale wachache. Ninaona tuna Mheshimiwa mbunge wa Naivasha, Mheshimiwa Jane Kehara, tumpigie makofi. Ninaona tupo na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka yupo hapa. Tuko na kiongozi wetu wa kule Western, Mheshimiwa Eugene Wamalwa yupo hapa. Ninaona tuna wakili wetu Mheshimiwa Okia Omtata yuko hapa. Ninaona tuna Mheshimiwa Irongo Nyakera kijana wetu hapa. Ninaona tuna baba yetu our Attorney General JB Moturi yuko hapa. Naona tuko na kabisa Jamle Kamau ako hapa. Ninaona tuko na mnanikumbusha tuko na Mheshimiwa Munyaka yuko hapa. Ninaona tuko na Mheshimiwa Sofinga wa Viviana yuko hapa. Ninaona tuko na Masi Nongari kutoka Kiambu. Ninaona tuko na MCA wetu wa Kanyenyaini Ward, Grace Sete yako hapa. Sasa nyinyi ni wengi. Sasa naona tuko na Degwa Njiro hapa, wakili wetu. Naona tuko na Mheshimiwa Mwago Starehe 001 tuko na yeye hapa. Mimi najua tuko na viongozi wengi. Tuko na viongozi wetu wa Hawkers wako hapa, chairman and secretary general wako hapa. Na tuko na Hawkers wetu waliofanya kazi pamoja na Boniface hapa. Tuko na makundi yetu kama Forward Sacco inayoongozwa na kina Mwangi kutoka kule Kayole. Tuko na kikundi chetu ambacho kimetusaidia sana katika mazishi haya, kikundi cha Sonko Rescue Team, wapigieni makofi. Tuko na wanahabari wetu, tuko na watu wengi wako hapa, na tuko na kikundi chetu cha familia wako hapa, baba na mama ya Boniface. Mnaweza kusimama mpunge mkono hivi, baba na mama ya Boniface wako hapo na jamii yao. Na pia tuko na wachungaji kutoka kanisa letu la JCM ambao hatujapata nafasi ya kuonana na wao. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau na mimi ndio askofu wa kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry ama JCM. Si nyinyi wote ni wa JCM? Si hiyo ndio kanisa ya watu wote? Na huyu ambaye amesimama hapa nyuma anaitwa Evangelist Bernard. Yeye ndiye alikuwa kasisi wa Boniface kwa sababu yeye ndiye youth pastor kanisani, na ndiye mnaona yeye ndiye amelia sana leo kwa sababu mimi nilimkubalia na nikamwambia JCM ni kanisa ya watu. Nikamwambia hata wale vijana wako na dread wakubaliwe wakuje na wakae viti za mbele, ndio siku ikifika wasikie watanyoa wafanye nini. Na nikafungua mlango nikasema watu wote waje, mtu wako soba na amelewa. Huyo amelewa atabadilikia wapi? Naye huyo ako soba ahubirie huyo amekuja akiwa nini. Na hivyo ndivyo sasa kanisa letu Mungu amelibariki. Na kwanza nilete lambirambi zangu kwa mama na baba Boniface. Mimi si kupata nafasi ya kuja nyumbani, lakini huyu ndiye alimalizia na kijana wenu, kwa sababu kijana wenu nilimjua kupitia mjomba wake Mr. Mwangi, kwa sababu Mwangi amekuwa shabiki wangu kwa redio kwa miaka 15 pale Kameme FM. Na wakati tulijua kuhusu kifo cha Boniface, kikundi chetu cha vijana ambao unaona wamekuja hapa kwa wingi, tulihuzunika. Na mimi ningekumwambia mama na baba Boniface, Mungu anajua.
hamuna bunduki, hamuna koti, mnaweza jitafutia kihoto kuu, lakini mko na Mungu. And the Bible says that vengeance belongs to God. Na Mungu wetu atawasaidia. Mimi najua tamaa kubwa ya Boniface ilikuwa kuwajengea nyumba mzuri. Hiyo ndio ilikuwa tamaa yake. Na ndio maana wakati aliona polisi kama ameshika mask, alijaribu kujisukumia kwa ukuta. Lakini ikawa ndio siku ambayo destiny yake ilikuwa cut short. Lakini kwa sababu mnajua I am a compassionate bishop na viongozi wamekuja hapa, hawa wataniachia pesa ya kuwajengea hawa. Si ni ukweli? Si Mheshimiwa Kalonzo, unajua mimi ukinipatia nafikishanga. Tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo kwetu kanisani na akatusaidia na pesa na tukapeleka mtoto akafanywa upasuaji wa moyo. Na kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Nedaigwa fafa wao aiga hau tribute-ini na hau tuno hato madire ati ni nguhingia uria twacirite nawe. Ngai arokuhe hinya uhingi uria mwacirite na Boniface. Todo sisi tunaweza kosa kujua, lakini jinsi mlisemezana na Boniface, Mungu akupatie uwezo wa kufikisha ama kuleta that dream into a reality. Sasa nigeukie hawkers waliokuwa wanafanya kazi na Boniface. Kama askofu tu nitawaambia kitu kimoja, msife moyo. Let it not break your spirit. You came from home that you can change that home. Boniface came from this village that he can change this village. Don't allow this to break your spirit. Hata ikikukwaza sana, usikie kuumia moyoni, kumbuka ya kwamba you have a mandate to execute coming 2027. Are we together? Kumbuka ya kwamba hauna nguvu leo, lakini kuna siku utakuwa na nguvu. After 5 years kuna wakati nguvu yetu urudishwe kwa mikono yetu. Ninapomalizia ndio nilete neno fupi sana. Sasa nitaongelesha serikali, kwa sababu mimi ni kasisi anayelinda wananchi. Tukitafuta Mungu wetu amani ipitayo kujua kwa mwanadamu. Tuko hapa Mungu wetu kwa sababu katika midomo ya wazazi wa Boniface maneno yanaweza kuwa yamewaisha, lakini katika machozi yao kuna sauti Mungu wetu inayokufikia. Tumeweka mwili huu wa Boniface hapa kwa sababu ya kilio cha watoto ambao wanaingia mapema katika makaburi, kwa sababu ya wazazi ambao wakiangalia nafasi zilizoachwa na watoto wao ambao walikuwa destiny ya familia zao. Wengine walikuwa wamebeba hatma za familia zao. Sasa hatma za familia zao zimeingia giza kwa sababu ya mafuriko ya kifo. Tazama Mungu wetu, nchi yetu, umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Uhurumie nchi hii kwa sababu unaweza. Sisi hatuna bunduki za kupigana kama tumesimama, lakini tuna magoti mahali ambapo sisi hupigana vita vyetu. Angalia vijana ambao wamemwagika hapa kulilia damu ya mwenzao, so that Father you protect their destinies from thirsty hands of blood. Tazama wengine Mungu wetu ambao wamesimama hapa wanalilia haki yao, kwa sababu wao ndio chakula, wao ndio mavazi, wao ndio chochote wazazi wao wanahitaji. We declare and decree that our nation shall not go down, our nation shall not fall down, in the name of Jesus Christ. Kile hakiwezi kufanyika na mikono yetu kinaweza fanyika kiroho. Mungu wetu, ikumbuke nchi ya Kenya. Tumeona wamama hapa, mothers of the victim, wakimwaga machozi kwa sababu nafasi
za watoto wao walioaga zimewachwa pengo. Ninaomba Mungu wahurumie. Ninaomba Mungu wahurumie. Walidhani leo tutakuwa siku ya vurugu hapa, lakini we dedicate this day for you, God, so that you can remember this nation, so that you can remember the pain upon this nation. Angalia machozi, Mungu wetu, ambayo yamemwagwa na mtu mmoja unayempenda, ili uhurumie nchi hii ya Kenya. Tunaomba Mungu ukomeshe upepo wa ukabila. Sisi wote ni watoto wa nchi moja, na hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Nchi yetu ni hii. Tulizaliwa hapa. Mungu wetu, sisi ni wa hapa, na wewe ndio ulitupatia jinsi ulipatia wana wa Israeli nchi yao. Tunaomba Mungu komeshe matamshi yanayochochea umwagikaji wa damu. Wanaoinua sauti watoto wetu wauliwe, Mungu wakanye. Gayuro makania, gayuro makania. Aria marakenera ruo mwathani ciana citu ikiuragwo. Jehova no twage uria tungika, no we makanie tu. Gayuro makania theinie wa ritwa ria Jesu. Woigire we ni utumaga thamaki menyihie. Nyihia ya itumarehura ithuri kuma rucini nginya hwaini. Gayuro manyihia no maririkanie we ni woheanaga muoyo, na muoyo ni waku, Ngai wa matuini. Onera mwiri uyu wi haha kihoto. Onera mwiri uyu mwathani wi haha kihoto. Na angikorwo niguo rakuite kihoto gia ciana iria ingi cingioragwo, mwathani rugamia ruhuho rwa gikuo. Mwathani rugamia ruhuho rwa gikuo. We declare that this generation shall not die. It shall live to build and bring on Kenya into success. We pray this prayer in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tusimame sote. Amen. Amen. Tupige makofi mazuri. Walio na bendera tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Semeni, it shall be well with our nation. Asante sana. Mungu wetu awabariki. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu naona viongozi wetu wamefika. Amen. Viongozi wetu ambao wamefika wakiongozwa na gavana wetu wa jimbo hili la Murang'a. Ninaona hapa tuko na seneta wa hapa kaunti hii, Mheshimiwa Nyuto. Naona tuko na deputy governor wa hapa. Ninaona tuko na viongozi wengi hapa, nitawataja wale wachache. Ninaona tuna Mheshimiwa mbunge wa Naivasha, Mheshimiwa Jane Kehara, tumpigie makofi. Ninaona tupo na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka yupo hapa. Tuko na kiongozi wetu wa kule Western, Mheshimiwa Eugene Wamalwa yupo hapa. Ninaona tuna wakili wetu Mheshimiwa Okia Omtata yuko hapa. Ninaona tuna Mheshimiwa Irongo Nyakera kijana wetu hapa. Ninaona tuna baba yetu our Attorney General JB Moturi yuko hapa. Naona tuko na kabisa Jamle Kamau ako hapa. Ninaona tuko na mnanikumbusha tuko na Mheshimiwa Munyaka yuko hapa. Ninaona tuko na Mheshimiwa Sofinga wa Viviana yuko hapa. Ninaona tuko na Masi Nongari kutoka Kiambu. Ninaona tuko na MCA wetu wa Kanyenyaini Ward, Grace Sete yako hapa. Sasa nyinyi ni wengi. Sasa naona tuko na Degwa Njiro hapa, wakili wetu.
Naona tuko na Mheshimiwa Mwago Starehe 001, tuko na yeye hapa. Mimi najua tuko na viongozi wengi. Tuko na viongozi wetu wa Hawkers wako hapa, chairman and secretary general wako hapa, na tuko na Hawkers wetu waliofanya kazi pamoja na Boniface hapa. Tuko na makundi yetu kama Forward Sacco inayoongozwa na kina Mwangi kutoka kule Kayole. Tuko na kikundi chetu ambacho kimetusaidia sana katika mazishi haya, kikundi cha Sonko Rescue Team, wapigieni makofi. Tuko na wanahabari wetu, tuko na watu wengi wako hapa, na tuko na kikundi chetu cha familia wako hapa, baba na mama ya Boniface. Mnaweza kusimama mpunge mkono hivi, baba na mama ya Boniface wako hapo na jamii yao, na pia tuko na wachungaji kutoka kanisa letu la JCM ambao hatujapata nafasi ya kuonana na wao. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau na mimi ndio askofu wa kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry ama JCM. Si nyinyi wote ni wa JCM? Si hiyo ndio kanisa ya watu wote? Na huyu ambaye amesimama hapa nyuma anaitwa Evangelist Bernard. Yeye ndiye alikuwa kasisi wa Boniface kwa sababu yeye ndiye youth pastor kanisani, na ndiye mnaona yeye ndiye amelia sana leo kwa sababu mimi nilimkubalia na nikamwambia JCM ni kanisa ya watu. Nikamwambia hata wale vijana wako na dread wakubaliwe wakuje na wakae viti za mbele, ndio siku ikifika wasikie watanyoa wafanye nini. Na nikafungua mlango nikasema watu wote waje, mtu wako soba na amelewa. Huyo amelewa atabadilikia wapi? Naye huyo ako soba ahubirie huyo amekuja akiwa nini? Na hivyo ndivyo sasa kanisa letu Mungu amelibariki. Na kwanza nilete lambirambi zangu kwa mama na baba Boniface. Mimi si kupata nafasi ya kuja nyumbani, lakini huyu ndiye alimalizia na kijana wenu, kwa sababu kijana wenu nilimjua kupitia mjomba wake Mr. Mwangi, kwa sababu Mwangi amekuwa shabiki wangu kwa redio kwa miaka 15 pale Kameme FM. Na wakati tulijua kuhusu kifo cha Boniface, kikundi chetu cha vijana ambao unaona wamekuja hapa kwa wingi, tulihuzunika. Na mimi ningekumwambia mama na baba Boniface, Mungu anajua. Hamuna bunduki, hamuna koti, mnaweza jitafutia kihotoku, lakini mko na Mungu. And the Bible says that vengeance belongs to God. Na Mungu wetu atawasaidia. Mimi najua tamaa kubwa ya Boniface ilikuwa kuwajengea nyumba mzuri. Hiyo ndio ilikuwa tamaa yake. Na ndio maana wakati aliona polisi kama ameshika mask, alijaribu kujisukumia kwa ukuta. Lakini ikawa ndio siku ambayo destiny yake ilikuwa cut short. Lakini kwa sababu mnajua I am a compassionate bishop na viongozi wamekuja hapa, hawa wataniachia pesa ya kuwajengea hawa. Si ni ukweli? Si Mheshimiwa Kalonzo, unajua mimi ukinipatia nafikishanga. Tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo kwetu kanisani na akatusaidia na pesa na tukapeleka mtoto akafanywa upasuaji wa moyo. Na kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Nedaigwa fafa wao aiga hau tribute-ini na hau tuno hato madire ati ni nguhingia uria twacirite nawe. Ngai arokuhe hinya uhingi uria mwacirite na Boniface, tondu sisi tunaweza kosa kujua, lakini jinsi mlisemezana na Boniface, Mungu akupatie uwezo wa kufikisha ama kuleta that dream into a reality. Sasa nigeukie Hawkers waliokuwa wanafanya kazi na Boniface. Kama askofu tu nitawaambia kitu kimoja, msife moyo. Let it not break your spirit. You came from home that you can change that home. Boniface came from this village that he can change this village. Don't allow this to break your spirit. Hata ikikukwaza sana, usikie kuumia moyoni,
kumbuka ya kwamba you have a mandate to execute coming 2027. Are we together? Kumbuka ya kwamba hauna nguvu leo, lakini kuna siku utakuwa na nguvu. After 5 years kuna wakati nguvu yetu urudishwe kwa mikono yetu. Ninapomalizia ndio nilete neno fupi sana. Sasa nitaongelesha serikali, kwa sababu mimi ni kasisi anayelinda wananchi. Tukitafuta Mungu wetu amani ipitayo kujua kwa mwanadamu. Tuko hapa Mungu wetu kwa sababu katika midomo ya wazazi wa Boniface maneno yanaweza kuwa yamewaisha, lakini katika machozi yao kuna sauti Mungu wetu inayokufikia. Tumeweka mwili huu wa Boniface hapa kwa sababu ya kilio cha watoto ambao wanaingia mapema katika makaburi, kwa sababu ya wazazi ambao wakiangalia nafasi zilizoachwa na watoto wao ambao walikuwa destiny ya familia zao. Wengine walikuwa wamebeba hatima za familia zao. Sasa hatima za familia zao zimeingia giza kwa sababu ya mafuriko ya kifo. Tazama Mungu wetu, nchi yetu, umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Uhurumie nchi hii kwa sababu unaweza. Yes. Sisi hatuna bunduki za kupigana kama tumesimama. Yes, lakini tuna magoti mahali ambapo sisi hupigana vita vyetu. Angalia vijana ambao wamemwagika hapa kulilia damu ya mwenzao, so that Father you protect their destinies from thirsty hands of blood. Tazama wengine Mungu wetu ambao wamesimama hapa wanalilia haki yao, kwa sababu wao ndio chakula, wao ndio mavazi, wao ndio chochote wazazi wao wanahitaji. We declare and decree that our nation shall not go down, our nation shall not fall down, in the name of Jesus Christ. Kile hakiwezi kufanyika na mikono yetu kinaweza fanyika kiroho. Mungu wetu, ikumbuke nchi ya Kenya. Yes. Tumeona wamama hapa, mothers of the victim, wakimwaga machozi kwa sababu nafasi za watoto wao walioaga zimewachwa pengo. Yes. Ninaomba Mungu wahurumie. Yes, Lord. Ninaomba Mungu wahurumie. Walidhani leo tutakuwa siku ya vurugu hapa, lakini we dedicate this day for you God, so that you can remember this nation, so that you can remember the pain upon this nation. Angalia machozi Mungu wetu ambayo yamemwagwa na mtu mmoja unayempenda, ili uhurumie nchi hii ya Kenya. Tunaomba Mungu ukomeshe upepo wa ukabila. Sisi wote ni watoto wa nchi moja na hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Nchi yetu ni hii. Tulizaliwa hapa. Mungu wetu, sisi ni wa hapa, na wewe ndio ulitupatia jinsi ulipatia wana wa Israeli nchi yao. Tunaomba Mungu komeshe matamshi yanayochochea umwagikaji wa damu, wanaoinua sauti watoto wetu wauliwe. Mungu wakanye. Gayuro makania, gayuro makania, aria marakenera ruo mwathani ciana citu ikiuragwo. Jehova no twage uria tungika, no we makanie tu. Gayuro makania thiini wa ritwa ria Jesu. Woigire we ni utumaga thamaki menyihie, nyihia ya itu marehura ithuri kuma rucini nginya hwaini. Gayuro manyihia, no maririkanie we ni woheanaga muoyo, na muoyo ni waku Ngai wa matuini. Onera mwiri uyu wi haha kihoto, onera mwiri uyu mwathani wi haha kihoto, na angikorwo niguo rakuite kihoto gia ciana iria ingi cingioragwo, mwathani rugamia ruhuho rwa gikuo, mwathani rugamia ruhuho rwa gikuo. We declare that this generation shall not die, it shall live to build and bring on Kenya into success.
We pray this prayer in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tusimame sote. Amen. Amen. Tupige makofi mazuri. Walio na bendera tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Semeni, it shall be well with our nation. Asante sana. Mungu wetu awabariki. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu naona viongozi wetu wamefika. Amen. Viongozi wetu ambao wamefika wakiongozwa na gavana wetu wa jimbo hili la Murang'a. Ninaona hapa tuko na seneta wa hapa kaunti hii Mheshimiwa Nyuto. Naona tuko na deputy governor wa hapa. Ninaona tuko na viongozi wengi hapa, nitawataja wale wachache. Ninaona tuna Mheshimiwa mbunge wa Naivasha, Mheshimiwa Jane Kehara, tumpigie makofi. Ninaona tupo na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka yupo hapa. Tuko na kiongozi wetu wa kule Western, Mheshimiwa Eugene Wamalwa yupo hapa. Ninaona tuna wakili wetu Mheshimiwa Okia Omtata yuko hapa. Ninaona tuna Mheshimiwa Irongo Nyakera kijana wetu hapa. Ninaona tuna baba yetu our Attorney General JB Moturi yuko hapa. Naona tuko na kabisa Jamle Kamau ako hapa. Ninaona tuko na mnanikumbusha tuko na Mheshimiwa Munyaka yuko hapa. Ninaona tuko na Mheshimiwa Sofinga wa Viviana yuko hapa. Ninaona tuko na Masi Nongari kutoka Kiambu. Ninaona tuko na MCA wetu wa Kanyenyaini Ward, Grace City yako hapa. Sasa nyinyi ni wengi. Sasa naona tuko na Degwa Njiro hapa, wakili wetu. Naona tuko na Mheshimiwa Mwago Starehe 001. Tuko na yeye hapa. Mimi najua tuko na viongozi wengi. Tuko na viongozi wetu wa Hawkers wako hapa, Chairman and Secretary General wako hapa. Na tuko na Hawkers wetu waliofanya kazi pamoja na Boniface hapa. Tuko na makundi yetu kama Forward Sacco inayoongozwa na kina Mwangi kutoka kule Kayole. Tuko na kikundi chetu ambacho kimetusaidia sana katika mazishi haya, kikundi cha Sonko Rescue Team, wapigieni makofi. Tuko na wanahabari wetu, tuko na watu wengi wako hapa, na tuko na kikundi chetu cha familia wako hapa, baba na mama ya Boniface. Mnaweza kusimama mpunge mkono hivi, baba na mama ya Boniface wako hapo na jamii yao. Na pia tuko na wachungaji kutoka kanisa letu la JCM ambao hatujapata nafasi ya kuonana na wao. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau na mimi ndio askofu wa la Jesus Christ Compassion Ministry ama JCM. Si nyinyi wote ni wa JCM? Si hiyo ndio kanisa ya watu wote? Na huyu ambaye amesimama hapa nyuma anaitwa Evangelist Bernard. Yeye ndiye alikuwa kasisi wa Boniface kwa sababu yeye ndiye youth pastor kanisani, na ndiye mnaona yeye ndiye amelia sana leo kwa sababu mimi nilimkubalia na nikamwambia JCM ni kanisa ya watu. Nikamwambia hata wale vijana wako na dread wakubaliwe wakuje na wakae viti za mbele, ndio siku ikifika wasikie watanyoa wafanye nini. Na nikafungua mlango nikasema watu wote waje, mtu wako soba na amelewa. Huyo amelewa atabadilikia wapi? Naye huyo ako soba ahubirie huyo amekuja akiwa nini. Na hivyo ndivyo sasa kanisa letu Mungu amelibariki. Na
Kwanza nilete rambirambi zangu kwa mama na baba Boniface. Mimi si kupata nafasi ya kuja nyumbani, lakini huyu ndiye alimalizia na kijana wenu, kwa sababu kijana wenu nilimjua kupitia mjomba wake Mr. Mwangi, kwa sababu Mwangi amekuwa shabiki wangu kwa redio kwa miaka 15 pale Kameme FM. Na wakati tulijua kuhusu kifo cha Boniface, kikundi chetu cha vijana ambao unaona wamekuja hapa kwa wingi, tulihuzunika. Na mimi ningekumwambia mama na baba Boniface, Mungu anajua. Hamuna bunduki, hamuna koti, mnaweza jitafutia kihotoko, lakini mko na Mungu. And the Bible says that vengeance belongs to God. Na Mungu wetu atawasaidia. Mimi najua tamaa kubwa ya Boniface ilikuwa kuwajengea nyumba mzuri. Hiyo ndio ilikuwa tamaa yake. Na ndio maana wakati aliona polisi kama ameshika mask, alijaribu kujisukumia kwa ukuta. Lakini ikawa ndio siku ambayo destiny yake ilikuwa cut short. Lakini kwa sababu mnajua I am a compassionate bishop, na viongozi wamekuja hapa, hawa wataniachia pesa ya kuwajengea hawa. Si ni ukweli? Si Mheshimiwa Kalonzo, unajua mimi ukinipatia nafikishanga. Tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo kwetu kanisani na akatusaidia na pesa na tukapeleka mtoto akafanywa upasuaji wa moyo. Na kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Nedaigwa fafa wao aiga hau tribute-ini na hau tuno hato madire ati ni nguhingia uria twacirite nawe. Ngai arokuhe hinya uhingi uria mwacirite na Boniface. Todo sisi tunaweza kosa kujua, lakini jinsi mlisemezana na Boniface, Mungu akupatie uwezo wa kufikisha ama kuleta that dream into a reality. Sasa nigeukie hawkers waliokuwa wanafanya kazi na Boniface. Kama askofu tu nitawaambia kitu kimoja: msife moyo. Let it not break your spirit. You came from home that you can change that home. Boniface came from this village that he can change this village. Don't allow this to break your spirit. Hata ikikukwaza sana, usikie kuumia moyoni, kumbuka ya kwamba you have a mandate to execute coming 2027. Are we together? Kumbuka ya kwamba hauna nguvu leo, lakini kuna siku utakuwa na nguvu. After 5 years kuna wakati nguvu yetu urudishwe kwa mikono yetu. Ninapomalizia ndio nilete neno fupi sana. Sasa nitaongelesha serikali, kwa sababu mimi ni kasisi anayelinda wananchi. Tukitafuta Mungu wetu amani ipitayo kujua kwa mwanadamu, tuko hapa Mungu wetu kwa sababu katika midomo ya wazazi wa Boniface maneno yanaweza kuwa yamewaisha, lakini katika machozi yao kuna sauti Mungu wetu inayokufikia. Tumeweka mwili huu wa Boniface hapa kwa sababu ya kilio cha watoto ambao wanaingia mapema katika makaburi, kwa sababu ya wazazi ambao wakiangalia nafasi zilizoachwa na watoto wao ambao walikuwa destiny ya familia zao. Wengine walikuwa wamebeba hatima za familia zao. Sasa hatima za familia zao zimeingia giza kwa sababu ya mafuriko ya kifo. Tazama Mungu wetu, nchi yetu, umwagikaji wa damu isiyo na hatia. Uhurumie nchi hii kwa sababu unaweza. Yes. Sisi hatuna bunduki za kupigana kama tumesimama. Yes, lakini tuna magoti mahali ambapo sisi hupigana vita vyetu. Angalia vijana ambao wamemwagika hapa kulilia damu ya mwenzao. So that Father, you protect their destinies
from thirsty hands of blood. Tazama wengine Mungu wetu ambao wamesimama hapa wanalilia haki yao, kwa sababu wao ndio chakula, wao ndio mavazi, wao ndio chochote wazazi wao wanahitaji. We declare and decree that our nation shall not go down, our nation shall not fall down, in the name of Jesus Christ. Kile hakiwezi kufanyika na mikono yetu kinaweza fanyika kiroho. Mungu wetu, ikumbuke nchi ya Kenya. Tumeona wamama hapa, mothers of the victim, wakimwaga machozi kwa sababu nafasi za watoto wao walioaga zimewachwa pengo. Ninaomba Mungu wahurumie. Ninaomba Mungu wahurumie. Walidhani leo tutakuwa siku ya vurugu hapa, lakini we dedicate this day for you, God, so that you can remember this nation, so that you can remember the pain upon this nation. Angalia machozi Mungu wetu ambayo yamemwagwa na mtu mmoja unayempenda, ili uhurumie nchi hii ya Kenya. Tunaomba Mungu ukomeshe upepo wa ukabila. Sisi wote ni watoto wa nchi moja na hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Nchi yetu ni hii, tulizaliwa hapa. Mungu wetu, sisi ni wa hapa, na wewe ndio ulitupatia jinsi ulipatia wana wa Israeli nchi yao. Tunaomba Mungu komeshe matamshi yanayochochea umwagikaji wa damu, wanaoinua sauti watoto wetu wauliwe. Mungu wakanye. Gayuro makania, gayuro makania, aria marakenera ruo mwathani ciana citu ikiuragwo. Jehova, no twage uria tungika, no we makanie tu. Gayuro makania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Woigire we nĩ ũtũmaga thamaki menyihie, nyihia ya itu marehũra ithũri kuma rũcinĩ nginya hwainĩ. Gayuro manyihia, no maririkanie we nĩ woheanaga muoyo, na muoyo nĩ waku, Ngai wa matu-inĩ. Onera mwĩrĩ ũyũ wĩ haha kĩhoto, onera mwĩrĩ ũyũ mwathani wĩ haha kĩhoto, na angĩkorwo nĩguo ũrakuĩte kĩhoto gĩa ciana iria ingĩ cingĩoragwo, mwathani rũgamia rũhuho rwa gĩkuũ, mwathani rũgamia rũhuho rwa gĩkuũ. We declare that this generation shall not die, it shall live to build and bring on Kenya into success. We pray this prayer in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tusimame sote. Amen. Amen. Tupige makofi mazuri. Walio na bendera tunaweza kuketi katika jina la Yesu. Amen. Semeni, it shall be well with our nation. Asante sana. Mungu wetu awabariki. Nitachukua muda mfupi sana kwa sababu naona viongozi wetu wamefika. Amen. Viongozi wetu ambao wamefika wakiongozwa na gavana wetu wa jimbo hili la Murang'a. Ninaona hapa tuko na seneta wa hapa kaunti hii, Mheshimiwa Nyuto. Naona tuko na deputy governor wa hapa. Ninaona tuko na viongozi wengi hapa, nitawataja wale wachache. Ninaona tuna Mheshimiwa mbunge wa Naivasha, Mheshimiwa Jane Kehara, tumpigie makofi. Ninaona tupo na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka yupo hapa. Tuko na kiongozi wetu wa kule Western, Mheshimiwa Eugene Wamalwa yupo hapa. Ninaona tuna wakili wetu Mheshimiwa Okia Omtata yuko hapa.
Ninaona tuna Mheshimiwa Irungu Nyakera, kijana wetu hapa. Ninaona tuna baba yetu our Attorney General JB Muturi yuko hapa. Naona tuko na kabisa Jamle Kamau ako hapa. Ninaona tuko na mnanikumbusha tuko na Mheshimiwa Munyaka yuko hapa. Ninaona tuko na Mheshimiwa Sofinga wa Viviana yuko hapa. Ninaona tuko na Masi Nongari kutoka Kiambu. Ninaona tuko na MCA wetu wa Kanyenyaini Ward Grace City yako hapa. Sasa nyinyi ni wengi. Sasa naona tuko na Degwa Njiro hapa, wakili wetu. Naona tuko na Mheshimiwa Mwago Starehe 001 tuko na yeye hapa. Mimi najua tuko na viongozi wengi. Tuko na viongozi wetu wa Hawkers wako hapa, chairman and secretary general wako hapa, na tuko na Hawkers wetu waliofanya kazi pamoja na Boniface hapa. Tuko na makundi yetu kama Forward Sacco inayoongozwa na kina Mwangi kutoka kule Kayole. Tuko na kikundi chetu ambacho kimetusaidia sana katika mazishi haya, kikundi cha Sonko Rescue Team, wapigieni makofi. Tuko na wanahabari wetu, tuko na watu wengi wako hapa, na tuko na kikundi chetu cha familia wako hapa, baba na mama ya Boniface. Mnaweza kusimama mpunge mkono hivi, baba na mama ya Boniface wako hapo na jamii yao, na pia tuko na wachungaji kutoka kanisa letu la JCM ambao hatujapata nafasi ya kuonana na wao. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau na mimi ndio askofu wa kanisa la Jesus Christ Compassion Ministry ama JCM. Si nyinyi wote ni wa JCM? Si hiyo ndio kanisa ya watu wote? Na huyu ambaye amesimama hapa nyuma anaitwa Evangelist Bernard. Yeye ndiye alikuwa kasisi wa Boniface kwa sababu yeye ndiye youth pastor kanisani, na ndiye mnaona yeye ndiye amelia sana leo kwa sababu mimi nilimkubalia na nikamwambia JCM ni kanisa ya watu. Nikamwambia hata wale vijana wako na dread wakubaliwe wakuje na wakae viti za mbele, ndio siku ikifika wasikie watanyoa wafanye nini. Na nikafungua mlango nikasema watu wote waje, mtu wako soba na amelewa. Huyo amelewa atabadilikia wapi? Naye huyo ako soba ahubirie huyo amekuja akiwa nini. Na hivyo ndivyo sasa kanisa letu Mungu amelibariki. Na kwanza nilete lambirambi zangu kwa mama na baba Boniface. Mimi si kupata nafasi ya kuja nyumbani, lakini huyu ndiye alimalizia na kijana wenu, kwa sababu kijana wenu nilimjua kupitia mjomba wake Mr. Mwangi, kwa sababu Mwangi amekuwa shabiki wangu kwa redio kwa miaka 15 pale Kameme FM. Na wakati tulijua kuhusu kifo cha Boniface, kikundi chetu cha vijana ambao unaona wamekuja hapa kwa wingi, tulihuzunika. Na mimi ningekumwambia mama na baba Boniface, Mungu anajua. Hamuna bunduki, hamuna koti, mnaweza jitafutia kihotoku, lakini mko na Mungu. And the Bible says that vengeance belongs to God. Na Mungu wetu atawasaidia. Mimi najua tamaa kubwa ya Boniface ilikuwa kuwajengea nyumba mzuri. Hiyo ndio ilikuwa tamaa yake. Na ndio maana wakati aliona polisi kama ameshika mask, alijaribu kujisukumia kwa ukuta. Lakini ikawa ndio siku ambayo destiny yake ilikuwa cut short. Lakini kwa sababu mnajua I am a compassionate bishop na viongozi wamekuja hapa, hawa wataniachia pesa ya kuwajengea hawa. Si ni ukweli? Si Mheshimiwa Kalonzo, unajua mimi ukinipatia nafikishanga. Tulikuwa na Mheshimiwa Kalonzo kwetu kanisani na akatusaidia na pesa na tukapeleka mtoto akafanywa upasuaji wa moyo. Na kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Nedaigwa fafa wao aiga hau tribute-ini na hau tuno hato madire ati ni nguhingia uria twacirite nawe. Ngai arokuhe hinya uhingi uria mwacirite na Boniface, tondu sisi tunaweza kosa kujua,
lakini jinsi mlisemezana na Boniface, Mungu akupatie uwezo wa kufikisha ama kuleta that dream into a reality. Sasa nigeukie hawkers waliokuwa wanafanya kazi na Boniface. Kama askofu tu nitawaambia kitu kimoja, msife moyo. Let it not break your spirit. You came from home that you can change that home. Boniface came from this village that he can change this village. Don't allow this to break your spirit. Hata ikikukwaza sana, usikie kuumia moyoni, kumbuka ya kwamba you have a mandate to execute coming 2027. Are we together? Kumbuka ya kwamba hauna nguvu leo, lakini kuna siku utakuwa na nguvu. After 5 years kuna wakati nguvu yetu urudishwe kwa mikono yetu. Ninapomalizia ndio nilete neno fupi sana. Sasa nitaongelesha serikali, kwa sababu mimi ni kasisi anayelinda wananchi.